Ninadhani tumeweka mkazo mkubwa sana kwa jambo ambalo halikukusudiwa katika maandiko haya na kujikuta tukiibua mijadala mirefu ambayo imepelekea tukashindwa kupata kitu cha msingi ambacho Mungu alikuwa akizungumza na watu wake katika maandiko haya. Tusome kwa pamoja. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitilia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Ukiyasoma haya maandiko, cha kwanza kabisa ambacho unakigundua ni kwamba Mungu anazungumza na wanawake ambao wako kwenye ndoa na analeta mbele yao kanuni ambayo itawasaidia kuweza kuvutia na kuwapendeza zaidi waume zao. Na wanawake wengi sana wamekuwa wakishindwa kutegua hiki kitendawili, kwamba inawezekanaje kwamba yeye ni mzuri, mrembo, anavaa vizuri, ananukia, lakini anashindwa kudumu katika mahusiano kwa muda mrefu na wanaume ambao alidhani kwamba angeweza kudumu nao au naye katika mahusiano. Mungu anasema badala ya kujipamba kwa kusuka nywele na kuvalia mavazi na mambo mengine ambayo wanawake huwa wanayafanya kwa ajili ya kuonekana vizuri ili wavutiwe kwa waume zao, basi wanapaswa kuzingatia zaidi kujipamba kwa ndani, yani kuhakikisha wakiwa na moyo safi na utii. Hivi ndivyo vitu ambavyo vitawafanya wanaume wao wawapende na wathamini kwa muda mrefu. Na anaendelea kwa kutolea mfano kwamba hata Sara hivi ndivyo alivyofanya kwa Ibrahim, akamuita Bwana, yani akamtii na kumheshimu kama bwana wake. Ndiyo. Kwa hiyo Biblia hapa haizungumzi swala la kwamba mwanamke anapaswa au hapaswi kusuka nywele ama kujipamba ama kuvalia mavazi. Biblia inachokisema hapa, ikiwa mwanamke aliyeolewa anatamani kudumu katika mahusiano mazuri na kuona upendo wa mume wake ukidumu kwa muda mrefu kwake, ni lazima azingatie kujipamba kwa ndani, ambako ndiko kuliko kwa thamani kubwa mbele za Mungu, lakini ndiko kuliko na thamani kubwa mbele za mume wake. Pointi yangu ya msingi hapa ni kwamba narudia tena, huenda tumekuwa tukisisitiza sana mahali ambapo hapakuwa pointi ya msingi ya Mungu kutolea mfano aliotoa. Na hii ni hatari sana, kwa sababu inafanya jambo ambalo lilipaswa kuwa jema na baraka kwa watu wengi linaonekana kwamba ni jambo ambalo wengi hawana mpango, hawataki na hawatamani kuliona likizungumziwa. Nikutakia siku njema. Mungu akubariki. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe pamoja nawe sasa na hata milele, kwa jina la Yesu. Amen. Bye bye.